ng'ang'a ikakuwa hivi. Lakini kuna mwingine alikataa kutaja ng'ang'a na mtoto yake yako hai, unajua ni jina. Now you are talking. Now you understand. You are going to deal with the demon or the altar of the name. Unajua hii jina liko na matatizo. Hili jina kuna matatizo. Now you start digging what happened. Ndio hii jina ikuwe na matatizo. What the initial ng'ang'a alifanya kitu gani? Hata ndio nasikia ng'ang'a huyo alikuwa mwizi, alikuwa mtu mbaya, alikatakata mtoto, aliua mama, aliua kitu, na laana ikaachiliwa juu yake. Na sasa kutoka siku hiyo jina likalaanika. There is nothing you will be able to do if this name is still existing. Ukitaja mtoto wako hiyo jina, kuna kitu kitatokelezea, death ona mama anakuwa kiwete. That is when unaweza kujua that this is now I'm dealing with a demon. Now I'm dealing with an altar. Lakini usiseme kwetu ninaona ni kama kuna madhabahu. Hapana, be specific, chimba zaidi, uelewe ni nini, because powers of altars haitambui Ukristo wako, haitambui wewe masomo yako, haitambui your clan, haitambui your tribe, haitambui your pastorship. Kwa sababu kuna pastor lakini kwa watu wanakufa kama makuku. Na ukienda huko hiyo pastor anasimamanga juu ya mesa, anazungumuza maneno kila mtu anasikia, yes, we have a pastor in our house, but next month unasikia kuna mtu ameanguka. Na ile maombi mliomba na pastor huyo, tunakemea roho ya kibo, tunakemea premature death, kamata. Mwezi wa 7 hiyo kitu mlikamata, unazikuta imesimama inakuuliza mlikamata nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Identifying and knowing exactly what is affecting you is of more paramount than even becoming a Christian. Christianity is a personal relationship with God. But the walk is more different from Christianity. Because you can be a Christian, but a stagnated Christian. You can be a Christian who is dead. Whose history, hakuna history unaweza kutupatia ya Ukristo yako. Jesus identified, that's why we have genealogy of Jesus Christ. We start from Abraham, unakuja kwa Isaka, unaterebuka mpaka unampata. Genealogy, it is very important in your life. It will make you free. It will set you free. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you get saved, start a journey of knowing yourself. Don't stop there. Christianity is a platform for you to understand, for you to have spiritual contact. You have a higher authority, a higher altar that will allow you to unravel what you are, where you are going, and what you can become. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why we have the blood, the altar of Jesus Christ. Therefore, the personal sin, we read it in the book of 1 John 1 verse 8. Somebody to read it for us very quickly, very quickly. Nataka tutasoma, it will be intense. Kusoma ndio tutasoma sana leo. 1 John. What happened with our screen? What happened with our screen? Tusome. Na ninatafuta watu wa media wazuri, wanajua kasi. Mkisikia mtu anajua kasi vizuri, ni experienced. I think that is the way to go. Yeah, tusome 1 John. Mumeshindwa kutafuta? Yeah? 1 John verse 1. Chapter 1 verse 8, sorry. Chapter 1 verse 8. The Bible speaks, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. If we say that we have not sinned, I'm telling you, you have deceived yourself. Everyone here, we have sinned. Go ahead. And the truth is not in us. Yes. So that is where you start from your personal altar. That you know from the word go, you are a sinner. When you know that from the word go, you are a sinner, you begin interaction with God.
you begin to know that now I need God because already I have a problem. But if you come to tell me hapa mimi nimeokoka, sijai kutenda dhambi, wewe ni mkora. First of all, hata umesin. Hiyo kuja kutudanganya hapa, mimi nimeokoka, sijai kutenda dhambi. Now hapo ukiingia kwa matatu uliongea vibaya kuhusu makaga. Hiki makaga kinanuka. Na unakuja hapa kutolea ushuhuda, Bwana asifiwe, kutoka kulala na kuamka, Yesu amekuwa mwema, amenibariki. Hiyo story mrefu mimi sitakangi. Usiwahi niletea. Keep it to yourself. So thank you. That is to understand that you personally, you have a problem. You personally, you have a challenge. This is affecting you. And this kind of a thing that has caused you to be stagnated where you are. For your failure to understand, you have sinned. For your failure to understand, I am a sinner. I need redemption. I need blessings. I need God. Every single moment you need Jesus. Every move you make, you need Jesus. Everywhere you go, you need Jesus. Whatever you do, you need what? You need Jesus. That is why Jesus alituambia, muwe mukiomba hivi. Hakutuambia, ombeni hivi. He told us how we will be praying. Our Father who art? Then? Stop there. Was it a one prayer occasion or a continuous prayer? Because you knew we are all weak. He knew every moment utakuwa ukifanya makosa. Every moment utakuwa hata kuangalia mwanaume. Si kuna wakati unakuwa unajikuta umeangalia tu. Unaedanisha. You have already sinned. Wewe na yule amefanya, you are one. Na sasa wao utachukua mawe kugoga mtu mwingine kwa sababu amepatwa. Hallelujah. Lakini wewe uliangalia na ukachukulia kutoka chini ukapanda juu tena ukateremka. You and that person are the same. That is why Jesus waliwaambia mwenye hajafanya hii. Mwenye hajafanya nini? Mwenye hajafanya hii akuwe wa kwanza kurusha mawe. Was there anyone? They were all found guilty of a personal sin. A personal sin all of us we have. Do not judge, do not condemn anybody of any sin because you too have committed it. You may have committed it na kuona. You may have committed it na kusikia. You may have committed it na kufeel. You may have committed it in any way that the devil used to commit it to you. And when you have a personal sin, it is a personal altar that walks around with you. That is why you find there is a sin umejaribu kuacha imeshindikana. Kuna mtu anasikia umejaribu kuacha usherati inashindikana. Akikuja kumomba anaenda katoloni anaomba 7 good days akibind na kufuga roho ya usherati. Lakini siku ya 8 akitoka huko kitu ya kwanza nakutana ni mama, na akikutana na mama nakuta gridi imeanguka inakusha why me Haki Mungu tu si anisamee, wacha tu Mungu anisamee tu. Anisamee tu. Sasa after finishing ndio nakumbuka kai ndio kitu nilikuwa naombea. That is an altar that is operating in you. There's people who are typical liars. Whatever they speak out of your mouth, whatever that comes, 1% is truth, 99% wrong. Ni uongo mtupu. Yani ako programmed. Whatever ambayo ina revolve kutoka kwa mdomo yake ni uongo mtupu lakini looks like true. Programmed. That's an altar that is operating in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajikuta wewe upendi pombe na unachukia pombe, lakini utajikuta kwa pombe kama marafiki yako Mokodilo. Utajikuta wapi? Na unachukia kabisa. Hautaki hata unasikiaga ikinuka unasikia kutapika. Lakini siku utakamata tu pesa hivi. Mtu wa kwanza kukupigia simu ni mrafiki yako. Anakuambia uko wapi kuja kukula kanyama? Pale mtaenda kukulia kanyama ni wapi? Ni pale kwa hoteli, fulani. Hapo ndio kanyama kanaivaka. Ukikaa kidogo wanawekelea kunywa kawaini nawe. Kunywa kawaini si pombe. Unakamata kawaini kamoja, unakamata kapili, unasema hapana, nipatie guarana. Leta guarana. Kitaka guarana kidogo unasema leta Smirnoff. Kaka kidogo, leta Gilly Base. Kamata kitu. Unakuta sasa kidogo nini unasema nini? Ambia hiyo panza kwenda huko.
na ni chairman wa nani? Wa kanisa. Sasa ukikutana na yeye, anakanyaga wapi? Anakanyaga huko jicho limekaa, anaona hiyo. Kwa sababu amechanganya pombe mali. Afadhali sasa ungekuwa mlevi wa kawaida, ukunywe ile pombe umezoea. Kwa sababu ulianza na uogo, ukakunywa kawaini, kale ka sweet wine. Ukahama kwa ka sweet wine, ukaingia kwa kagwarana. Ukahama kwa kagwarana, ukaingia kwa kasmano. Usiniulize nimejua hiyo vitu. Ukahama kwa Smirnoff. Smirnoff ikakupeleka kidogo kidogo, ndio hiyo ukasema kuna ile konyagi. Konyagi unasikia ikamatiki unasikia kijana kingine kimekuja na mchupa ya Viceroy. Anasema tukunywe hii. Sasa anakuambia hii na hii ni the same. Hii ni pombe moja. Unakamata Viceroy. Kaka kidogo mwingine anakuja na Gilly Base. Gilly Base ni mzuri. Anakuambia inakuanga na harufu kazuri. Nani wangapi wanajua harufu ka Gilly Base? Kiona wakicheka sana. Wanajua harufu ka Gilly Base. Sasa unasikia ati yako hata kuna mtu atajua, hata ukienda nyumbani hakuna mtu atajua ka Gilly Base. Ukitoka hapo unaona hii carpet unaona ni ya green. Ukiangalia hivi unaona kuna siku moja nilivuta bangi na nikakunywa pombe. Sasa nilikuwa kwa nyumba. Nikaona dunia inaenda. Sasa nilikuwa naenda nakanyaga hivi. Nikaona sasa dunia ikaanza kuenda, ikaenda pio, nikapiga duru, nikasema kujeni mnisaidie. Na hakuna mahali nimeenda. Nikakwenda kwa dada cia bangi na mungale na igoro kaza. Watu wa bangi na mungale wanashika kwa kichapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is what we call personal. What? Personal sin. It will affect you and it will kill you personally because you die with it. You live with it. You don't want to be seen. When ni pastor na hutaki kujulikana, ulipatikana mahali. Kama sasa mapasta wengi kama sisi mapasta, wale tunaedaga kuna watu wengine sasa. Unajua mapasta wanakuwa na shida kwao nyumbani sana. Kama kuna watu wanakuwa na shida za mabuku wake wao na mabwana wao ni mapasta. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mama alikuanga mang'aa kitabo. Na sasa huwezi kuambia mshirika, utaambia nani? Na ukiambia bebe pastor mwenzako hii kitu italipuka. Sasa unakutaka pastor anakaaga tu na hiyo problem. Akipreach hapa, kumbe hiyo Mungu anampatia neno ya kupreach, na preach anaangalia bibi yake na bibi yake amekodoa jicho anamwangalia. Sema usema utaonana nyumbani. Sasa unakuta pastor ameanza ya Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kusema lakini imekwama. Kwa sababu anaangalia hivi anaona lioness inamwangalia hivi. Kwa sababu hiyo ni the personal sin that will kill you. Na ndio unakuta pastor wengi wanakuta na tusichana. Pastor wengi wako wanafanya masturbation. Na pastor wengi wamekuwa sasa ni gay. Bwana Yesu asifiwe sana. Most pastors we have are gay. Kwa sababu ya hiyo problem. Imemkamata mpaka anaona aende ajiririsie kwa huyo. Naye huyu anakuja anamwambia kuna hii shida kwangu. Na anamwambia ukatoyete hivi. Alikuwa kwangu kwenda dhina na wako kwenda dhina. Kuja tusaidiane hii shida. Sasa unakuta maneno imeharibika. Na ni mchungaji. Na ukirudi kwa Biblia unasikia hii ni gay, ni mtu atachomeka. Sio mtu ameisha. Because of what? A personal sin. That personal sin is very dangerous. That sin you did. Kama ulifanya abortion, ni wewe tu unajua na yule daktari mlienda Dr. Nyamu. Wewe tu ndio mnajua, ama yule Dr. nani, Dr. Kenyajui, ama Dr. Karioki. Wewe tu ndio unajua. You living with it. Mlienda mkaenda kwa muganga, ukaitishwa picha ya mtu, akarogwa na akakufa. Wewe tu ndio unajua. It will eat you forever. It will destroy you. It will dismantle you. Utaishi kama mtumwa. There is nothing you do. Ukiingia kanisa hii kukihubiriwa kidogo, unaanza kuona naangalia chini. Ninafuga hiyo maombi isiongewe, hiyo maombi nafuga. Sasa automatically inakupeleka unakuwa mchawi. Ukianza kwanza kufuga maombi, ukifuga mahubiri isifanyike nafuga. Hiyo bwana nafuga. Wewe umekuwa nini? Umekuwa mchawi. Personal sin leads you from one sin to another, and you become a permanent slave. You become a permanent stupid personality. You become a permanent useless person on earth. Because everything, and it will lead you from one to another to another. You nadanganya hii, and it's very expensive to keep alive.
Jai not hivyo. Kwa sababu unakaanga ukikumbuka nikikuona sasa nilikudanganya aje. Huyu mama nilimdanganya aje. Sasa unafikiri namwambia hebu ngoja kidogo nakuja. Ngoja kidogo nikujaribu kukumbuka nilimdanganya aje, unasahau. Unamwambia ngoja kidogo nitakupigia. Sasa uende utafute mauongo ingine yenye itakuwa ni mzuri ikave hiyo kitu kumbuki, alafu unakamatwa. Kama huyu sasa msichana ananiambia kuna mtu amempatia 4,000, si uchukue hiyo 4,000 upatie caretaker kwanza. Akoje. Sasa ni vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Hizo zinaitwa personal lie. They are very dangerous. And these personal lies, most of them are done in churches, are done in families and marriages. And this is what has brought down marriages. This is what has brought down churches. This is what has brought down our life. We are confused because of personal sin. Let's go number 2 on the territorial sin. That one we read in the book of Genesis 18 verse 20 to 23. Genesis 18 verse 20 to 23. Quickly, somebody quickly. Yes, somebody quickly. Genesis 18. 18 verse 20 to 23. The Bible speak. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me. And if not, I will know. And the men turned their face from thence and went toward Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. Thank you. This is a territorial sin. God is not speaking to an individual. He is speaking of Gomorrah, Sodom and Gomorrah. He is speaking of a territory. That they did a sin, but it affected a territory. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a sin done by individuals, but the sin ikabadilika ikakuwa ni territory. And God is saying, I'll go down to see whether they have changed. Hallelujah. To see whether this thing they have stopped. Because he is dealing with them as a territory, not as an individual. That is what the power of the territory. When you come to a territory like this one, you need to understand what kind of iniquities are in this. If you go to Gekomba, you need to understand what kind of iniquities and the sins that are in Gekomba. You look at the name of Gekomba, then you associate it with every single crime that was done in Gekomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Gekomba means in Gikuyu kukopa. Ama sio? Kwa wale wa Gikuyu. Gekomba. It means in Gikuyu kukopa. Meaning whatever that is associated in Gekomba, it will end up being a borrowing business. And 90% of people in Gekomba, they are all indebted in loans. They are suffering silently. Again, uruangalie Gekomba. What kind of distractions are there? It is fire distractions. Was it yesterday? Nilini, ni jana? Neira? Ni jana? Thursday. Kulikuwa na moto mkubwa sana. Gomorrah na Sodom. Venye iliteketezwa. This is because of an iniquity, a sin that has always operated there. Because hapo kidogo kuna majeko. Majeko ndio kuna ile maneno yote inafanyikanaga. Hapo ndio kuna ukora mingi sana na mambo mingi inafanyika Gekomba. And not until they are able to address this kind of phenomenon that is happening in their life, their territory will remain defiled. The day you defile your territory, the day you associate your territory with anything that is wrong. Because if you go to territories like now, for example, let's go to Kikuyu. There is a place called Odire. Odire, that is a place where you have, it is a swamp. Iko swamp lakini iko juu imeshika ni carpet, iko juu lakini chini ni maji. Na watu wakiingia huko wanapatikana kwa Naivasha. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a marine altar. That is the center of the marine altars that operate from Kenya. And it is being used to do a lot of damages and accidents that you find in this country. Bwana Yesu asifiwe sana. So that area, ukiona watu wa huko wengi, wanakuta they are evil in some way. According to the name. Wende Kirinyaga upata ile kijiji inaitwa Kiangoma.
Alafu ukutane na hawa watu wa Kenya wametoka Kiangoma. Ukiangalia character na behavior zao ni Kiangoma. Yaani una behave tu kama shetani. Because of the name. Negesha Kiagoma ni pahali kwa goma kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Si kama tunaelewana. Majengo ni nini inafanyika huko? Majengo is a name that was associated with prostitution. Where have you ever gone to any town? Every town in Kenya has a majengo. And every majengo is associated with what? Prostitution. That is the power of the territory. When a territory is associated with something, and that is why the great fathers of America, they dedicated America into the hands of God. And they say this nation will never be poor. That nation has never been poor. They said this nation will conquer other nations. That's the word they said. Until today, the words of America are still there, are still standing. People are coming from Africa to go and work for them. People are coming from Asia to go and work for them. Everything is worked for them. They conquer nations, and nobody can be able to derail them or remove them from where they are. If you look at the nation of Iraq, for example, Iraq in the Bible is the nation of Babylon, where Nebuchadnezzar used to be. Look, until today, Iraq has never seen peace. Iraq has never seen stability because Iraq is built on a foundation of Babylon. Babylon is slavery. And when they tried to conquer Kuwait, America attacked them and demoralized them. And the first thing they destroyed, it is the pillar, it is the monuments of their nation. Kitu ya kwanza, they pulled down Saddam Hussein. Kitu ya pili waka pull down Nebuchadnezzar. Kitu ya pili ilikuwa ya Nebuchadnezzar. Alafu they wakanyonga, wa disconnect. Bwana Yesu asifiwe sana. The nation is very powerful. Iko na mafuta mingi, iko na kila kitu, but they are still, until today, they are slaves. So the name or the territory you are will determine what you become. Nairobi is a territory named after the name of the Maasais. Bwana Yesu asifiwe sana. If you go to a place like Ukambani, Kangundo, and Malani, Mawat, those are names of Maasais. And Kangundo has a very bad meaning, a meaning of a prostitution. The name Kangundo. Hallelujah. And that is why you go to Nairobi, all bars, wale wasichana wa kutoka Ukambani wameandikwa wametoka Kangundo. Go investigate, wametoka Kangundo. Na wanapendwa. Hata ukitaka kuandika umetoka Machakos bandile mwingine, ama umetoka Makueni, unadanganyana kama mimi nimetoka Kangundo. Wakamba wangapi hapa? How many Kambas? Am I speaking the truth? Am I speaking the truth? Yes. Na hiyo si jina ya Kikamba, ni jina ya Kimaasai. So these Maasais, kama kuna watu wamefanya damage kubwa Kenya hii ni wa Maasai. Because wherever they went, they named the territory. Nairobi ni maji baridi, na wakaitaja jina yao Nairobi Enkare. Enkare kumaanisha kitu baridi, maji baridi. Saa hii Maasai anapitanga Nairobi na kisu na panga hapa ya Njora, na kisu hapa na mikuki na bao, na anapita town kabisa akiwa na hiyo shuka yake, lakini ende ubebe. Uweke kakisu hapa sasa wewe. Upatane na polisi, umebeba silaha hatari na utaandikiwa preparation to commit felony. Lakini ya Maasai inasemekana ni nini? Ni tamaduni. Unaona kuna Maasai siku hizi anaendaka buge na mashuka. Na hakuna mtu akumuuliza, enda fuka shuka ya Kikuyu uingie huko ndani. Utafurutwa na sergeant atamu atasababia kwenda toa huyo mtu. Ni kwa nini? Nairobi is a territory owned by the Maasai. This is their altar. Whatever is happening, angalia hizi mang'ombe mnakutana nazo hapa zinapitaga hapa. Zinapiga round Kenya, Nairobi mzima. Baka zinaingia baka parliament ndani, zinakula na hakuna mtu anauliza, enda Kiabu mlete ng'ombe Kiabu hapa. Sakaja unaona na lori mtenda Dagoretti kuzichukua huko. Why? Because whatever the foundation they laid is protecting and fighting for them. The foundation that was laid in your territory will speak for you, will fight for you, will defend you. According to the forefathers, what did they say about that territory? What did they say about where you are? Kenya was founded by the blood of Mau Mau.
What are the words that were said when independence of Kenya was handed over? Was it really given to Kenyans? Uhuru, Kenya ilipatiwa uhuru. Kenya, did we attain independence? No. Until today, Kenya is a slave of the UK. We never attained the freedom. We are still under the colonial government. That is why we are still being operated by the Queen from America. Because we were not, freedom was not handed over. Freedom was supposed to be handed over to us. Our land was supposed to be given back to us without a pay. Number 2, then our religion was supposed, we as African, we were supposed to be set free, not to be managed by churches from their country. They should have supported the churches that were African, like independent church, AIPC. Malaa ni Kimasai. Upande pandi, uende pandi. Naivasha ni Kimasai. Uende Nyahururu ni Kimasai. Nakuru ni Kimasai. Moro ni Kimasai. Uende pandi, Nyeri ni Kimasai. Kiabu ni Kimasai. Then these people, they have controlled you. They have controlled you. They have the control. Ndio unaonanga mzungu anapanda ndege kuja kuona vitu vingapi? Nini na nini? Masai na wanyama. They are income earners. They come because Masai na mnyama. Wewe watakupita tu hapa. Unajaribu kumzungumzia na kwambia, you look like you are a thief. Lakini Masai akimsimamisha anamwambia ero, anasema ero. Na Masai anaanza hiyo sasa kuachilia spirit zao. Wanaimbanga hiyo kitu, hakuna gitaa na hakuna mashini zinapiga, lakini utasikia ni kama kuna gitaa. It is a spirit. Na wana kukapcha. Wakikamata msugu, unakuta kakijana kadogo, kamekamata mama mzee nyanya. Ukiona wakipita kwa street wanaidaka hivi, msugu anasema, "Hey, darling, my darling, hey, nakuta kama mzungu kanahama, kanachukua pension kutoka ngambo yote kanalete hapa. Kanakaa na kijana." Because of the power of what? Because of the power of the altar. They dominate, they will control everything. Bwana asifiwe sana. Let's look at number 3. Another example of the territorial altar, when it speaks, is very powerful. Look at the story of Jonah. In the book of Jonah 3, verse 1 and 2. Nineveh, Jonah has to be taken to Nineveh to go and save the territory of Nineveh. And when he tried to refuse, the whole system were organized to make sure that he must go there. And when, he had to be swallowed by even the shark for him to be delivered where he's supposed to be. But not without so many damages at wrong. When the territory is being saved, a lot of damages would happen. When Kenya was being saved from the hands of the whites, a lot of damages was done. People died. Blood was shed. Kukomboa territory sio lazima uinue madhabahu ya juu. Kukomboa eneo la Nairobi kwa sababu Mungu ametupatia Nairobi tumeshika. Hebu shika Nairobi sasa. Ikamata Nairobi useme Nairobi ni yangu. Ambia Nairobi lazima utanipatia chakula zangu. Mwambie utanipatia utajiri wangu. Mwambie Nairobi nimekukamata. Nimekukamata. Yes. Lazima ikupatie. Mungu ametupatia Nairobi na ametuambia Nairobi tutai-change, tutainua madhabahu ya kubadilisha hiyo jina. Yes, itaitwa Nairobi lakini tutakata the spirit behind the name. That is all what you need. Not usikuje kwanza kusema hapa, dakamea kutoka leo utaitwa Mudhurwa, utaitwa Kangudo. Don't work. Bwana Yesu asifiwe sana. You cut the spirit behind. It is the spirit. Wakati waliinua madhabahu kuna roho ambayo inazungumzaga, inainukanga. Na hiyo roho ikiinuka ndio inalete mahangaiko na inalete baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni tutazunguka wakati wa election, wakati kulikuwa na election tukiwa hapa usiku. Kuna watu walikuwa wamevaa nguo mrefu ya white. I suppose ila ni Lejomoria ama ni ile ya barabara. Ile ingine ile ya Israeli. Waluya wangapi hapa? Waluya in the house. Waluya in the house. Ile wanaidaga. Najua tulikuwa tukiwafuata kwetu ni Molo. Sasa kulikuwa na hawa walikuwa na pizunguka huko pala. Tulikuwa na wapenda na nilikuwa unajikuta umeenda kilomita 20 na unakuta unasuka huko Ginyiri hata. Ile drum, kuna drum wanabebanga kubwa sana. Na hawana microphone lakini mtu ule akuipisha wimbo ni mmoja. Na huko mbele na anaimba. Wote wanasikia.
Unasikia mpaka unasikia raha. Hallelujah. Hawa watu wakati wa election walipita hapa wakiwa karibu 1000 of them hapa. Wakateremka, walikuwa wanazunguka Nairobi kukamata Nairobi na ilikamatika. Lakini ubaya wako kamata nchi mzima. Walidanganywa na mtu kamata city, umekamata nchi. Hapana, yule mwingine na yeye bibi yake alizunguka 47 counties akikamata. Sasa hawa na hawa walizunguka, hawa walikuwa waazimio. Walizunguka sababu tuliwafuata pole. Tukawafuata pole. Walikuwa na shikamata Nairobi, waliikamata vizuri. Si uliona ma MCA wao walikuwa wengi. Kula Raila Mzaya alipata kura mingi hapa Nairobi, si ndio? Alipata mingi kuliko the other guy, our friend. Bwana Yesu asifiwe. Walizunguka. Hiyo ndio power ya kuzunguka mji, na walikuwa barefooted. I'll teach you one day why barefooted. Barefooting, umtembea mzunguke mji hivi mkiwa miguu hamna viatu. That is ni kushika mji, kuteka nyara mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio the highest altar that you can raise, ya kukamata mji barefooted. Hao jamaa walizunguka hivi, wakazunguka. Nao wengine wa upande ule mwingine wakajua. Nao naona hao walizunguka wakaenda hivi. Nao wale wengine walizunguka hivi. Hiyo ndio inaitwa power ya witchcraft. Walienda pale nini? Walienda Nyayo Stadium. Akina Kogi hao walikuwa wamejazana huko Nyayo Stadium. Nao wakazunguka na uchawi yao hivi wakazunguka. Nao wengine walikuwa kila kona ya Kenya because they were raising altars. Election ya last time it was not your vote. The election tumepita. It was not about your vote. It was about the altar, the supremacy of the altar. You are just remote controlled. Sasa wewe ni Mkikuyu. Ulivotia nani? Kaa chini. Wewe ni kabila gani? Ulivotia nani? Ruto. Ni nini Ruto alikufanyia? Kuna kitu alikupatia? Na ni Mkale. Na wewe ni Mkikuyu. Na ulimfuata tu. Ulimfuata tu. Wewe nani alivotia Azimio? Mkikuyu. Mkikuyu Azimio moja. Hakuna. Hakuna. Ulivotia Azimio. Sasa na ile ingine ya Uhuru, ile ingine ulivotia Raila, ulivotia Uhuru. Ulipotia Uhuru kwa nini? Kwa sababu ni Mkikuyu. Alikuwa anakuambia Raila ni nini? Alikuwa anakuambia ni kemodo. Kimutu kibaya. Ni mwenda wasimu. Was this time round Uhuru ndiye alikwambia votia Raila. Alikuletea kukuonyesha Raila amepona. Hiyo ndio inaitwa power of altars. Kuna familia zimekaa, they remote control. Na ndio naona walikuwa bitter na huyu mwingine, kwa sababu si amongst the families that determine the direction of a nation. This was about God, because God is liberating this country to become a platform where ukabila haita sugumusiwa tena. Where Ukikuyu wako na ukalijini yako na ukaba yako hatutataka kujua. All what we will need to do is the name of God glorified. Yes. That is where we are headed to. That is what kind of leadership that we are having. But unfortunately again, we might end up to be getting now the real person mwenye atakalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeniangalia? Hiyo tutajifanyia. So the territory, tumezungumzia mambo ya territory. Now let's go to number 3. Hiyo ingine tutasoma next time on Tuesday. On Tuesday mkuje nitakuwa na deliverance service, na tutakuwa na a much deeper thing. Bloodline sin or foundations. Tusome bloodline sins or foundation. Somebody to open for me Psalms 11 verse 3, and another person to open for us Exodus 34 verse 6 to 14. Somebody with Psalms 11 verse 3. The Bible speaks, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? If the foundation be destroyed,
What can the righteous do? If the foundation that you are founded on, the foundation of the bloodline, where you've come from, because there are families that whether they are working or they are not working, riches will still come to them. And there are families who are very hard working, but they are still poor. Because of the bloodline. Kuna watu ambao kwao lazima vitu ziwakute. Kwao lazima kitu kifanyike. Kwao walikuwa waganga, hata ukifanya nini utakuta ndio. Wao walikuwa waganga lakini nyumba yote ni mapasta na mabishop. Because there was a process of a spirit, an altar of a bloodline that was operating. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important to understand. What is your bloodline? Where do you come from? Who was your father? Who was his father? Who was your grandfather? Where did you come from? That is why we are tracing back the bloodline of Jesus Christ, and we trace it back to Abraham. In the book of Matthew chapter number 1. The genealogy of Jesus Christ. You trace it, and ukiona all the challenges they did, all the challenges they faced, they were same challenges. But wherever they went, they raised altars. Abraham raised an altar. And where Abraham raised an altar in the pale Bali, pale aliinua madhabahu. Hapo ndio kijukuu chake Jacobo aliinua madhabahu. So where there is an altar that was raised by the great grandfather, you will automatically find yourself operating from the same area. What your grandfather raised will make you, or you are operating under it. If your grandfather was a thief, utakuta kwenu kuna kuoga na tumuizi kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nyanya yako alikuwa msherati, utakuta kwenu kuna kuoga na tumsherati na operate kwenu. Because you are operating under an altar ambayo iliinuliwa. Ile altar ambayo Abraham alitaka kumchinjia mtoto yake. Hapo Bethel ndio utakuta vizazi hivi. Jacobo alifanya madhabahu yake hapo. Alijikuta kwenye hiyo madhabahu. Na alipofika huko, the operations za baba yake za guka yake zikaanza kufanyika. Malaika akaanza kuona malaika wakishuka, wakipanda. Because it is a legal ground of the power of God that was raised and a promise of God. So whatever you do, whatever you go, it is a regal, an altar operates under legality of what it is permitted of. Kama you are permitted of sin, it will be sin. Kama it's permitted of righteousness, it will be righteousness. And you will never be defeated. Abraham aliambiwa kizazi chako, they will conquer. Kizazi chako kitaenea, kizazi chako kitakuwa. And that is what happened until today. Because of that altar. When he did the altar, alipoinua hiyo madhabahu, ndio alinenewa. God appeared to him and gave him instructions. And since then, that instruction stands today. Ask your neighbor, what kind of an altar that is operating in your family? Muulize, ni madhabahu gani? Muulize, ni kwa nini kwenu kunatolewa kwa mimba? Muulize tu. Mwangalie tu, muulize, ni kwa nini kwenu kunatolewa kwa mimba? Kumbe. Someone to read for us Exodus 34, 6:14. Exodus 34, 6:14. I think I'm going to finish there. Hiyo matime haijakuwa sawa nzuri. So that ndio nisaidie watu kadhaa ambao. Somebody? Yes? Exodus. Stand up. Uh-huh. Mm-hmm. Put your microphone on. Let me read again. The Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. Number 7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children. Simamia hapo. A transgression that is from the fathers upon the children. He's speaking about an iniquity and the sins
not from the children, but from the parents. Go ahead. And upon the children's children. Upon the children's. It does not just end there. It goes to the children, then to the children's, and to the children, until to the fourth and the fifth generation. That is what we call the bloodline altar and the sins. So whether you are saved or you are not, go and understand the dynamics of your family, the bloodline of your family. What were they founded on? When I discovered my great-grandfather was the Mau Mau, he founded Mau Mau. He fought for the freedom of this nation. I founded Mungiki. I am a great-grandson of that old man. I am the one who founded. When they founded, there were 7 Mau Mau generals who were first cousins. Madenge, Kemadi, Waruinge, Itotia, all of them, they were first cousins. In Mungiki, we were all first cousins. Mainajenga, Joroge, me, Kamunya, we were 7 and we are first cousins. That's the bloodline. You need to disconnect your bloodline. You need to understand which direction does it take you to. Kuna watu wanaingia Nairobi lakini nakuta success inaingia tu automatically. Anaingia ndio Nairobi the first day, the next 3 weeks ako job Safaricom. Na wewe umezunguka miaka 10 ukitafuta hata kufagia kwa Safaricom, huwezi pata. Umejaribu kufanya tu biashara, any form of business, nothing is happening. Look at your bloodline. Retrace yourself. Umetoka hapo umeenda Germany, umetoka hapo umeenda UK, umetoka hapo umeenda everywhere, but challenges after challenges, problems after problems, divorces after divorces, all manner of things. When you go to Europe and you have couple, mmekuwa couple for quite a long, mtoke hapa mkiwa couple, mtaishi mzuri, mtapatiwa nyumba ya mortgage. But when you be about to pay to complete your mortgage, something will happen and you divorced. Ndio nyumba hiyo usilipe ikuwe siku yako. It is well programmed. Well programmed. Utajipata mumekosana. Na mkikosana mnapelekana kotini, mnashindwa kulipa hiyo nyumba, inakuwa retrieved back. Ni kweli? Unacheka ni kama ushapitia hiyo. Ikikuwa retrieved tena mnaanza. Bibi anaambia you can claim your house. Na mzee anaambia claim your house. Mnapelekana kotini, mnashindwa kulipa mortgage. Nyumba hiyo mnanyang'anywa. Sasa mtaseparatiwa, wewe uende utafute mortgage yako na huyu atafute mortgage yako. You will never complete paying a mortgage in the US. You will never complete paying a mortgage in the UK. You will never. You will struggle forever. Ukienda wakiona unaenda tu kumaliza, wanakuintroducea tu kikesi. Because that is the foundation and the principles of the founders of the nation. That this thing will not go to the foreigners. Will remain our territory. Will remain our products. So kama ulienda Nyeri, enda utafute utafiti wa Nyeri, watu wa Nyeri, ni kwa nini majina yao ni ya wanyama si ya binadamu? Ndio ujue kama utafiti. Watu wa Nyeri wagapi hapa? Inua mkono watu wa Nyeri, watu wa Nyeri, watu wa Nyeri, watu wa Nyeri. Ni kwa nini majina yenu ni ya wanyama? Ni wa ng'ombe, wa ng'ondu, gare, wa igare, hiyo majina. Madhege, wajao, gashao, hiyo maneno. Why? Na ukiona mama anaitwa Wangari anakuanga Wangari tu ni chui. So those are the dynamics. Ni kwa nini watu wa Nyeri walichaguliwa na wakapatiwa majina ya wanyama, yet ni Wakikuyu kama Wakikuyu wa Murang'a? Ni kwa nini Wakikuyu wa Kiambu nao walipatiwa maneno yao biashara na vitu that they can sell you? Kama unaweza toka pesa utapatiano tu haraka sana. Na watu wa Murang'a wakienda kwa Murang'a unakuta they are so religious. Na ndio unakuta huku watu wa Murang'a boma nyingi zimeanguka za watu wa Murang'a because ni watu very sympathetic. Hallelujah. And the poverty is there. A lot of poverty in Murang'a. What is the foundation? Kuna altar zinazungumuza Murang'a. Kuna altar za poverty zinazungumuza Kiambu.
kuna altar. Kwa sababu ukienda Kiambu hakuna Mkikuyu wa Kiambu ambaye ni Mkikuyu. No, usidanganywe na mtu. Mimi nimetoka Kiambu. Mimi ni Mkikuyu. Hakuna, nitavutia moja ambaye ni Mkikuyu halisi. Ni mix. Masai Kikuyu, Masai Kikuyu. Kule nako ni Dorobo, hiyo ni Zaburu. Nyere ni Saburu na hawa watu wana huko. Kiambu Murang'a ndio kuna Wakikuyu piwa. And they are very venerable. Na ndio naonanga wakijaribu kuinua kamoja kao kakue kiongozi ya Kenya kanagogwa. Kwa sababu kuna madhabahu that prohibits them from becoming. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nitakuja kuwafundisha. Angalia kama Raila 3 good elections ameshinda. 3 good, me am a witness. Mmoja ni mimi nilinyang'anya. Bwana Yesu asifiwe sana. He has won. Hata hii alishinda. Hata hiyo ingine alikuwa ameshinda na hiyo ingine alikuwa ameshinda. But because of an altar of the father, the curse of his own father. Anaionianga kwa view sasa. Ndio hii anaiona. Na inaenda tu akiangalia because that is the exact word. Baba yake, you will toil. Utahangaika ukitafuta na hautaikalia. Siku ile aliyobadhuru baba yake. Hata kama ne ufanye hiyo juhudi miaka hiyo yote ungangane alafu upate kijana yako anakuja si utaachilia maneno. Nilikutana na yeye na nikamwambia change this thing. Nenda kwa wazee na ukuje. Alafu tena alikuwa na operate kwa vitu mbili mbaya. Wakikuyu naye 1969 kwa Kenyatta family. Tulipatiwa kiapo sisi zote. Tukaambiwa tusiwahi chagua familia ya Ugiga. Alafu mwenye mama yake alitukulisha kiapo ndio anakuja kutuambia tuende kwa Ugiga. Hiyo ni kumaanisha nini? That the power of the altar. It is so powerful that it can steal, it can snatch it from you. You unaona ndio hii. Bibi ndio huyu umeoa, kisichana kinakuja ni kizuri. Wakati wa kwenda kufanya harusi tu ndio unasikia kitu kinatokea. Former boyfriend anakuja. When you are about to make it, when you are about to do it, unakuta mtu mwingine kitu kingine imetokelezea. That is the power of the altar. When it is speaking in your life, it will dismantle everything you're planning. The business, unaanzisha biashara, mnakuwa na mipango mizuri, mnaenda mpaka kwa banki na mnaenda kila kitu, and you start now the business. The day you start the business, ndio unasikia pesa tulikoniwa zimeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is something iko nyuma inazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Tumejua kuna 3 types of altars. Personal altar. Number 2. Number 3. Those, if you can be able to identify those. Angalia kama nipatie example ya America. Kuna family inaitangwa John F. Kennedy. Every time they will dare think of leadership, lazima wakule risasi. Lazima. Na wanakulishwa risasi na anybody because there is authorization. Hawa watu wasiwaikalia kiti. In the lineage ya Judah, that is where Jesus comes from. Ilikuwa na kitu inaitwa premature death. Ilikuta mpaka Yesu mwenyewe. Si alikufa na miaka ngapi? Alikufa na miaka ngapi? 33. Because from the days of Judah, his son died. Another son died. Bwana Yesu asifiwe sana. They have been characterized by the premature death. So this is an altar that kept speaking until Jesus alitolewa kama sacrifice. Akashinda hiyo vita. So what is your bloodline? Ask yourself. What is your bloodline? Which territory do you come from? If you understand which territory you come from, what is your bloodline? And what is this personal sin? The personal sin. You will conquer every mountain in front of you. Next time, on Tuesday, I'll be teaching more about types of altars. How to raise an altar. Because people have been asking me how to raise an altar. So on Tuesday, I'll be teaching about that. I'm expecting you to be seated by 11. And also on Sunday, we will be coming to church, but be prepared. Tutaenda Thika Stadium. Tutakuwa Thika Stadium, be prepared.
Ukikuja ukuje tuende Thika sana, tuende kubomoa madhabahu. Hasa hapa mtaona real time nikibomoa. Hallelujah. Ninavumbua si madhabahu ya iloko, ni international, madhabahu international. Very powerful, that is controlling your economy, that is controlling what you are. We've been controlled from Thika. Many people don't know that. But real tunaenda. Kwa hivyo mkikuja ubebe fare tuende Thika. Msiniitishe fare. Mkitaka nilete basi nitaweka basi hapa mujae, kila mtu abebe. Tuorganize hiyo kitu kama hiyo. Yeye mtu mwenye anataka kuenda ujiandikishe. Ni nani tutapatia hiyo kazi? Wewe uko na matanga, si ndio? Wewe uko na maneno? Kwa yake tena. Okay. Wewe organize, muone mtu anataka kusafiri kwenda Thika, muone huyu mjamaa, simama juu. Muone huyu mjamaa ndio tupange. Kama ni basi itaorganiziwa, tukishuka hapa tuende Thika. Kila kitu iko sawa, kila kitu iko ready, and you'll see real time how God does. Atashuka siku hiyo. And Kenya will never be the same again. We have been called to do that. Jeremiah 1 verse 10. See, today I've given you what? Nations and kingdom. To do what? To destroy, to overthrow, to pull down, to raise, and to build. Hallelujah. That is the ulipona. Mkono ilifanya nini? Ilianza kuuma tu. Hebu simama. Hebu ilete hapa. Tuone venye ilikuuma. Tuone. Ulifanya nini? Huyu mzee bado anakuja. Hebu nione. Sikuje hapa, kwani unaogopa? Kuja hapa. Kwani ni nini wewe ulifanya? Leta mkono yako. Inauma wapi? Yote inauma kabisa. Mpaka unasikia uchungu. Nasikia uchungu mpaka hapa hivi. Haya. In Jesus name. Lete tena. Lete tena. Mwache, toka tu. Mwachana naye, wacha naye. Mlete tena. Lete mkono tena. Lete mkono tena. Bring your hand back. Okay. Muganga, ulienda kwa muganga? Somebody here. Ulienda kwa muganga? Ndio hii. Kuja hapa, kuja hapa, kuja hapa. Ulipatiwa nini? Kiondo. Na nini? Utuvibuyu ndani. Tonya. Sasa ilikuwa ya kufanya kazi gani? Sasa ulienda kufanya nini? Ndio uende huko. What had you gone to do? Nilipelekwa. Na nani? Na mama yangu. Mama yako? Si umeinua? Umesikia? The bloodline. Ni mama yake alimfanya nini? Alimpeleka, akapatiwa kiodo. Na akapatiwa ilikuwa na vibuyu ndani. Akaambiwa umekuwa nini? Hata sikuelewa. Sasa ulipatiwa ya nini? Yaani walisema ni nini? Walikwambia tu beba? Niende nayo nyumbani. Ukaenda kujulia nyumbani iko na vibuyu? No, ikiwekwa vibuyu niliona. Walisema wewe ni mganga, umezaliwa kama mganga. Out. Come out. The mighty name of Jesus Christ. Break every power of darkness, every iniquity, the bloodline iniquity, the family sin. Come out. Out. You're free.
Wacha wewe. Acha naye. Umesikiaje? Imeenda? Moto. Umesikia moto? Wapi? Ya free, mpigeni Yesu makofi. Ugaga, imeenda. Hiyo kiodo iko wapi? Ulitupa? Mami, bosi mama. Unashikiliwa kwa nini? Hiyo mkono umejishikilia mkono gani? Ni mkono gani? Hii. Fanya hivi. Tena. Fanya hivi. Tena. Toa hii mabati. Toa. Ufungue hii. Fanya hivi. Fanya venye ungeweza kufanya. 1 2 3. Amepona. Oh, yes. What's the problem? Yes, wewe shida ni gani? Yeah? Alianguka. Ndio imekuleta hapa. Mlete. Why are you fighting? Why are struggling? Shida, struggle. Hapa na hapa. Patia, simama tu, patia mic. D-boy. Unachukua nini huko nyuma? I believe kuna altars are witchcraft. My uncle and late auntie, both of them were into witchcraft. So tuko talented, all of us as brothers. All of us are brothers from our family. We are very talented and we are from a good background. Lakini what I'm saying is that our stars, parent, my mom who is now a widow, I'm a switch. All our stars amepatia the youngest girl. So you are up against your youngest. Yeah, sasa wamepata sisi tuna struggle financially. Kama ni business tunajaribu. Kuna part you are just about to make it. Kwa kitu kanatokea. So unapata imekuwa struggle for many years. Lakini kama ni hiyo contacts, kama nazo contacts, kama ni ma VIPs nimekutana nao. When the president nimekane. Which president? Ruto. When he was deputy, yeah. Nimemfanyia kazi. Tani nimefanyia Kalonzo kazi nimekutana naye. I've met Raila, I've met Rick Ross. Lakini unapata kuna tu ka connection sijui. Kana katikanga. When you are about to connect. So kama unapata my brother is a journalist. Alitrainwa na Mohamed Amin. My father sold a house for 4 million. Ndio asome. Amepanda ndege paka na Ruto kwenda kufanya kazi ya media Rwanda. Lakini siku ya leo ndugu yangu anavuta mkokoteni. Ndugu yangu anavuta mkokoteni. Right now. I got for him a job and was being paid 30,000. Hebu kuja hapa. Kuja. Simama, kuja tu. Where is the mic? At your brother is doing what? Because of frustrations. He decided. Who was trained by Idi Amin? No, I mean. Mohamed Amin School of Journalism in Lavington, I think. Yes. Alipelekwa huko. Akasomeshwa. After paying 4 million. No, my father aliuza nyumba 4 million. Ndio apate pesa 1.5 ya kumpeleka Mohamed Amin Foundation. Sasa akapelekwa huko akasoma. Lakini sasa because of hii household struggle, witchcraft na pia I can say interference, manipulation. So you know my mama ameshikiliwa mateka. Pesa yote ile anapata kwa hizo manyumba is being controlled by my youngest sister. So vijana wameachwa hivyo mkono mtupu. Kama sasa I had to borrow 100 from my wife to come. And I've got 2 teenagers in home. 100 because I have to go. Lakini I came with my work.
I'm a glass designer. You can pray for me. You're what? I do glass design. Glass. Glass design. You know, nafanya kazi. That's how I've been able to meet these big people. I do glass design. So ni kazi nilifundishwa na mzungu 1996. But you borrowed the money to come. I had to borrow 100 shillings. The only 100 shillings tulikuwa nao kwa nyumba. Ile pesa inapatikana kwa manyumba, my mama ameshikilia hivi na my youngest sister. So unapata kijana amepeleka mkokoteni anakuta bangi. And he's good kwa media. Unajua Setolale, that's my cousin because we come from that family. Hata mimi naitwa Setolale. My brother, it is over. Amen. Funga macho yako. Jesus name. Jesus name. It is over. Yes. Toto? Mambo ya? Uganga pia na uchawi. Uganga na uchawi. Yeah, yes. What My is? father is an evangelist. Lakini nilikuja kugundua hii mambo yote. Simama tu hapa. My father is an evangelist. He has been preaching all his life. But nilipokuwa mkubwa sasa nikakuja kugundua ya kwamba there is something that is operating from my mother's side. Ngoja. Shaledi yako wapi? Nani yako? Wewe, mko na pesa gani? Give me 2,000. Yes? So nilipogundua mambo hayo ni kwa sababu when I was in school, primary, nikiwa Your father is an mdogo, evangelist. my dad, yes. Nikawa ninachukua number 1, nikichukua number 2 ama 3, ninajua kuna nimekosea, si kuwa nakubali kushindwa, so nilikuwa so bright. But nilipoenda kukaa na sister ya mama, ndio sasa nikarudi home, jua alinitesa. Kurudi nyumbani hakuna kitu nilikuwa najua shuleni. Na nikaendelea hivyo, nika-improve. When I was in class 8, I passed so well. I was like number 3 kwa district, ama number 2 kwa district yetu ya Waruinge. Nikaenda Turbo Girls. From there physics ikapotea. Babangu akashindwa. Hivyo tu. Kushindwa, nikakutana na mjomba wangu. Nikiwa nimefukuzwa shule, namfuata my father, hata hajafika nyumbani, and I have no money. I was only left with, I was given 100 shillings. Ikaishia hapo tu. The same 100 shillings. Tuendelee. Kufika sasa town, na kulikuwa na that time join form 1, kulikuwa na elections ya 1992. Kulikuwa na vita baina ya Kikuyus and Kalenjin. So all over the streets. Nyinyi mlikuwa mnatupiga? Lakini yaliisha. Tuko pamoja. So when I came kwa streets ilikuwa GSU tupo. So nilikuwa na jaribu tu kuguess sokoni, kulikuwa na sister ya mamangu mwingine. Nika-guess tu niseme I don't know sokoni ni wapi, lakini naenda nikiuliza. Kumbe nime-miss direction, naelekea River Ocean na huko ni kubaya. Nikapatana na GSU, akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia najaribu kutafuta sister ya mamangu, huwa anauza sokoni. Akaniambia hapana, it is so dangerous sahi. Unajua kwenu? Najua tu stage inaitwa jina fulani. Wakanipeleka kunifikisha hapo, wakaniambia ningojee gari ya kwenda kwetu. Mimi nikasimama, sina pesa, sijui hata ningelipa na nini. Kidogo nikaona mjomba wangu, nikasikia sauti yake akipita na other relatives kwenda kuona mgonjwa Moi Teaching Referral Hospital. Nikamgrab na nikamwambia sikuachi, nimefukuzwa shule na sijui vile nitafika nyumbani. Sasa hapo stage kulikuwa na watu wa nyumbani, akatuma one of my mom's relative, enda ukaambie mama ya huyu aje kwangu kesho. Sasa they discussed, nikasoma kwake, nikiwa kwake akanilipia. But nilikuwa niende boarding school. But bibi yake kusikia kwamba ninapelekwa boarding, hakutaka.
hiyo ikazimwa, Sasa ikakuwa maisha yako ni kuzimwa, Yes. kuzimwa mpaka sasa. Ngoja nikwambie, kuna vitu mingi mbaya sana, mingi. So, So nafasi ya kusoma. Nikitoka shule nikitaka kurevise naambiwa how can you be from books and go to books? Go to the kitchen. Nikawa na serve kazi zote za nyumba. Wasichana wa kazi wanaambiwa waniachie kazi. Sasa ninafanya kazi, the earliest I could sleep ni saa 5 usiku. I was a slave. Sasa from there nikafail, nikapata D. Nikaambia mjomba wangu through friends wake aliwatuma, hebu ulisieni huyu msichana anataka aje kuolewa ama anataka masomo. Mimi nikawaambia hakuna kitu naweza sema, I want to go back to school even if it is form 1 because nilikuwa ninajiamini and I know myself. Nikatuma kazini wangu akaenda Kapsabet Girls, wakaruhusu nirudie form 1. Vile makaratasi zimekuja ni kulipa fees na kununua school uniform, anti yangu tena huyo akakata hiyo na ikanyamaziwa for 4 good years nikisafu kwa hiyo nyumba. Na amka mapema saa 10, hata kuna siku nilikuwa niangukie kisima nikichota maji asubuhi, but it was only by the grace of God. yes. Hata kuna wakati nimetafuta sumu nikunywe kwa sababu nilikuwa nateswa na sina nafasi ya kumkaribia mjomba nimwambie. So after 4 years serving as a slave girl in that house, Mungu tu mwenyewe ni katika ndoto. I was so prayerful and I used to read the Bible. Reading the Bible is good. Muna communicate na Mungu na ujui. Mimi sikuwa najua ninaongea na Mungu. I went to sleep 3 consecutive days. Naona moi katikati ya anga, blue sky. Katikati na huku kote amezingirwa na these portraits, sikuwa talking na sisikii ni nini anasema. Sasa hiyo ndoto ikaniogopesha for 3 days. Nikaambia Mungu, I'm not sleeping today because I don't understand what that dream is all about. Wakani hiyo ndoto ikakuja. Nikakaa kidogo December 2000. Because of time si utaniambia hiyo nyingine. Nitakwambia. Yes. But nikapata kazi pia. Thank you. Pigeni Yesu makofi. It is over. Brother, come. Come. You said where is your brother? Hiyo ni kifunguo ya maisha yake. Na hii ni yako. Ni kifunguo ya maisha yako. Yes, brother. Ni nini shida? Yeah? Yeah? Yeah. Can I talk to you? Somebody take a microphone, pale. Kijana. Hiyo inafanya? Yes. Simama huyu. What's your name? Elizabeth. Mm. No. What is the problem? Okay, me ufanya job but I don't succeed. You don't succeed. Marriage the same. Imekataa. It's not working. It's not only me but also my sisters. All of them. Yes. Nothing is working. Come. Thank you. Wekelea tu hapa. Hapa. Jesus name. Jesus name. Shh. Yes. Can I talk to you? Yes. What is it? Struggles from the day I was born. Kwa sababu ya So you started struggling the day you were born. yeah, because What was the struggle? First day yako ilikuwa struggle ni gani?
Okay, ni kwa sababu ya family background. No, answer my question. Hiyo siku yako ya kwanza ulistruggle kukula ugali ama gadari? What was the struggle first day? Kuanzia kwa masomo. Are you answering my question? Give me the struggle of your first day on earth. Okay, magonjwa tangu utotoni. Okay. Ulikunywa dawa gani first day? Kuja. Out! In the mighty name of Jesus Christ. Family rejections. Out! Na watu wakule, si ndio? Kuja. Leta mkono yako, leta mkono yako. Wekelea tu kwa kifua yako hapa, kwa kifua. Funga macho yako. There is power. Sema there is power. There is power coming. Power coming. Mashida, matatizo. Shh. Out. Magonjwa yote. In the mighty name of Jesus Christ. You're free. My brother. Your brother, my sister. Your brother. Wewe kuna ma. Your hair is good. Kuna wengine wanakuwa na manywele zikini mpaka unashitwa. Hii. Look at this, smart. Ni black vizuri. Si unaona? Kuna wengine hata ukiweka nywele zingine unashitwa ni nini? What is it that you umefika mwisho? Mambo ni mingi. Shika microphone. Mambo ni mingi. Kwa hiyo mingi nataka tu bili. Ni kwa nini umefika mwisho mpaka unaona haufai kuishi? Mamangu wako lakini amekataa nijue babangu kabisa. Najua hiyo ni mambo yao wakiwa wadogo. Lakini naomba tu njia ifunguke. Hata kama hatanisaidia kwa uwezo wa kifedha, lakini ujue baba yako. At least hiyo future nataka nijue at least hata past. So umekasirika sana. Inaniuma, nashindwa mbona sasa naona watu wamekamilika, mimi nasikia bado kuna kitu. Na nashuku kuna anta kwa nyumbani. Mamangu amekuwa akiongea si mtu mzuri kabisa, na pia mimi naonanga na nasikianga aliachiwa hizo vitu na nyanya. Kwa hivyo na venye nimekuwa nikikusikia saa hii I'm sure kitu kama hiyo iko. I'm sure iko. Yeah. Oh, yes. Na pia ningetaka njia yangu, sababu nimeamua nasikia njia yangu inaanza sasa. Sasa nikuulize swali tu moja. Ukikubalia na hiyo swali, baba yako utampata in 1 month time. Swali acha ikuje. I'm ready. You're ready? Wait. For about 20 years. Wait. Umekunywa? Nauliza weed. Unajua kitu inaitwa weed? Yeah. Ni gani? Umepatana nayo? Leo asubuhi ulikula ngapi? Kalikuwa kamoja ulibakisha na kingine ulikuwa nako. Ako kamoja ulikuwa umebakisha, kalikuwa kamebaki kanusu. Na hiyo karatasi ilikuwa imetani kinakaa brown. Nakuelewa. Sio unanielewa. Tunapatana, unaona hiyo? Naona. Kalikuwa hivyo. Na kuna kengine kalikuwa hapo kado kembaba kazuri karefu. Ka white mzuri. Kakaratasi kake.
Anauliza what? Eh? Utawacha? Utakubali tuachane na hiyo? Sasa niambie, kuna huyu kadem kamekusupua sana. Kadem kamekuwa kasubufu. Unamuona? Unamuona. The mighty name of Jesus Christ. You're free. Rudi chini. See me before. Taonana kabla. Yes. Yeah, mami. Anageuka kama hamusikilizani kabisa. Kwa nini? Uelewi ile kitu naongea? Uelewi ile kitu naongea ama hauelewi ni kwa nini hamusikilizani? Sielewi kwa nini hatusikilizani. Mnapigana kila siku. No matter hata point ikiwa mzuri lazima italeta shida. Kwetu I think ni madhabahu tu ndio inafanyaga watu wa nyumbani wanakuwa hivyo. Na saa zingine huwaga naona vitu zingine zinaenda vibaya. Lakini mimi nikiongeaga wananidharau, hawasikii vile nasema. Hadi hata imefikia kiwango sijui wanaonaga sasa hawaniamini sasa. Wanasema wewe Yani hizo makanisa zako wananidharau, but mimi vitu zenye zinafanyika nyumbani sana mimi ndio naonyeshwa before ifanyike. Na mimi kitu ikifanyika hata kama kifo inaelekea kufanyika. Nikiwaambia I think wanaonaga azimu. Ni wewe sababu. Kuna wakati walisema nimeingia kwenye Illuminati. devil worshippers. Na mimi sijaingia ndani. Okay, kuja. Oh yes. Yeah, kuja tu. Kanyaga hapo, kuna moto inawaka sasa. Sasa wanasema wewe ni devil worshipper. Na wewe ni nabii. Na wewe ni nabii. Wanaita nabii devil worshipper. Yaani wewe ni nabii, watu wanakuita devil worshipper. Kuja wewe mami. Wewe. Na kofia ya blue ni yellow. Batia iko wapi micro? Yes, sogea tu. Soga. Simama hapa. Life imefika dead end. Yes. What is it? Nataka restoration ya kila kitu yenye imechukuliwa yangu. Nani alichukua? Household enemies. Ni nani hao? Watu wako karibu kwetu kabisa. Ni wa nani? Anko yangu. Nani alikwambia? Kuota na yeye sana. Ulikuwa unaota aje na yeye? Niliona kama niko mtoto, mtoto kadogo kasichana. Tulikuwa mahali nikaona sasa niko spirit yangu iko kando, but namuona kuna kijana mwingine hapo. Anatoa ni kama first akatoa kama bed bags kwa uso, kama kwa ameoga, and then akamtoa, alikuwa mtoto akamwangalia hapa, akashangaa kwa nini anaangalia huko chini. Akamtoa ticks mingi zimetoka huko ndani. Nikaona kama moja kameniingia hapa kakapotea. Sasa ukachukua ukasema ni yeye. Kafikiria kuna kitu na happen. Kuna wakati unasikia kama kuna watu wanakuzungumzia. Na
Na kuna kati ukitembea hivi unaendanga unaona ni kama kuna mtu amepita hivi. Mara mingi Ukiwa kwa nyumba kuna siku unaonanga ni kama kuna watu ndani ya nyumba. Ulikuwa unafanyanga kazi gani? Mi nauza gas. Nauza gas. Boyfriend yako aliendanga wapi? Ule mlikosana. Ule mlirudishiana cheche. Sijui kwenye yako tuliachana juzi hata. But kwa tumeachana before. There's kwa nini? Juu nafikiria kuna mtu mwingine kwenye yako. Na akirudi kwako kwa sababu anaendaka anarudi. Ni nini inafanyikanga mpaka unajikuta? Sijui. Kuja. Ile kitu nitakuombea ni spirit ya divination ikuondoke. Wewe ni mtumishi wa Mungu lakini walikurushia spirit ya ukakuwa diviner. Sasa kila mtu ukiona unaonaga mtu ni mbaya. Ukiona huyu ni mbaya, ukiona huyu ni mbaya. Wamekutakanisha. Umeenda kanisa hii, umeenda kanisa hii, umeenda kanisa hii, umeenda huko. Kila wakati ukienda unaona wanakuja wanasimama mbele yako. Ni kweli? Your spirit kutoke. In Jesus name. Funga macho yako. Kuja hapa. Funga macho. Sema Bwana Yesu, nifungue kutoka kwa spirit ya divination. I will not be a diviner anymore. In Jesus name. Mommy, can I speak to you? Can I talk to you? Yes. Wai, mtoto wako wako wapi? Sorry? Mtoto wako? Niko na watoto wanne. Kuna mmoja ako Qatar. Mwingine ni huyu. Mwingine ni yule alikuwa amekaa hapa amerudi kazi. Na mwingine ako shule. Huyu ako Qatar yako na shida gani? Hana shida yote. Ni nini alikuwa anafanya huko? Alienda kazi ya warehouse. Mmecommunicate naye of late? Yeah. Anakuambiaje maisha ni mazuri? Juzi lakini akaniambia kazi ni mingi. Lakini wanapambana bado. Kazi ni mingi? Wako busy sana. Wako busy? Yeah. Huyu anataka kwenda wapi? Huyu? Alikuwa form 3 this term. Akaacha. Sahi anafanya beauty lakini ulikuwa form 3? Hebu simama. Ameachia form 3. Kwa nini uliacha? Masomo yamekuwa ngumu? Hapana. Kutaka tu. Kwa nini? Hivyo tu. Hivyo tu? Hivyo tu? Hutaki kusoma? Ulipata C? Last time ulipata C minus. Alikuwa amefail this time. Sasa bila mwalimu alimuingilia akaacha. Kuja. Utarudi shule tu. Ati aliacha tu. Sio ni uchawi? Fuga hiyo kitu. Hiyo ndio inaitwa the spirit of witchcraft. You cannot just nikaacha tu. How? There must be something that happened. Ndio akaacha tu. Sema akaacha tu. Mungu akurudishie masomo yako. Funga macho yako. Let me show your life. You spirit of Illuminati. Out! In the mighty name of Jesus Christ. Out! Shh. Yes. Out. I command you out. Na kuamburisha. Out. Who are you? Who are you? Shh.
Wewe. Wachawi. Mwache. Leave her alone. Niangalie vizuri. Niangalie. Sasa tuambie, mpatie mic, atuambie. Leta hiyo mic. Simama hapa. Utuambie uliwacha kwa nini? Ukiwa form 1, there is hawa wasichana mlikuwa mnatembea na hao marafiki wako sana. Na wakumbuka? Very close. And you did a lot many things very close. Together. Mambo mingi ilikuwa ya siri. Hamkutaka watu wengi wajue. You are very close. Very good friends. Na conversation zenu zilikuwa very neat. Na mtu akijaribu kuingia katikati yenu mlikuwa mnamfurusha. Yeah? Anyway. Tutaonana. Ndio kaa chini. Utaniona kabla. Hiyo tutaongea sisi watatu. Yes, you. With the maroon. I'm talking to you. Yes. What is the problem? Nataka, like there's this job nataka. There is this job. What kind of a job are you looking for? Kitu nilisomea finance. Sasa hujapata finance? Sijaipata ya finance. You are struggling? Yes. What made you to struggle? Endo utafuta kazi. Simama. Ulipata kazi? Sikuitwa kwanza. Hujaitwa? Unangoja kuitwa lini? I don't know. Utaitwa. Na wewe? Niko jobless. Yeah. Yeah, and there is a day niliota my late grandmother akiniambia niombe sana. Anakumisi sana? Niombe sana. Yeah. Kwa nini uombe nini? I don't know. That's why I'm seeking for Where is your fiancé? Ako job. Wapi? Brookside. Brookside. Na wewe hauko job. Okay, omba sana. Out. Stand up. Unainama kwa nini? You are praying. Umesikia aombe sana? Yes. May God see you through. May God simama tena, simama. Simama. You're free. You're free. Yes, mama. Yes. Why do you look like you are innocent? Very humble, innocent, mzuri. Yeah? Usitoe yote. Teremsha tu hapo. Nitolee hii.
pale. Mami. What is it? Nikifanya anything haiendelei mbele. Imekwama kabisa. Okay. Utaniona Wednesday. The mighty name of Jesus Christ. Yes. Na wakifanya. Simama tu. What is it? Mimi ni madeni. Madeni. Uko na ngapi kwa mfuko saa hizi? Niko na madeni nyingi sana, hata nyumba inaenda. Na naona inafuata hata kijana yangu. So I need that whatever it is to be. Tigana nao. Yes, simama. Na wewe? Hakuna kitu inafanyika. Ni nini imefanyika? Out. Nini? Unaona nini? Sioni haja ya kuishi. Uoni haja ya kuishi? Unataka kukufa? Kama hakuna kitu nafanya. Kuja nikuonyeshe mwenye utakufia. Kuja. Leo lazima. Ulisema utakufia wapi? Unataka kukufia huko? Sasa every demon in you kufa. Imekufa. Si imekufa. Sio yeye anaongea. Hiyo demon ilisema lazima ikuje, ikufe. Imechoka kukaa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. It is tired of living with her. Oh yes. Mkono ikoaje? Unaweza kunigonga ngumi? Nigonge ngumi. Goga hapo. Goga na nguvu hapa, goga hapa. Goga na nguvu. Goga vizuri. Goga tena. 1 2 3. Yes. What's your name? Sarah. What is the good thing and the bad thing about Sarah? Niliitwa my aunt. Hakuwa na ndoa. Vile hata mimi sina ndoa. Hata una ndoa. Tuliwachana sasa ni 16 years. Anaishi Mlolongo, mimi naishi Komarok. Bwana yako? Na mnaonanaga? Ananiogopa na mimi pia simtaki. Na sasa anakuogopa na yeye pia amfanye nini? Amutaki. Sasa nani anataka mwingine? Ananiogopa. Lakini Onyango ni nani? Onyango. Onyango simjui. Na maanisha Onyango man. Onyango man. In between him and you, is there any person in between? Hakuna, mimi sina. Haujai kuwa? Vile aliniwacha nilichoka na wanaume nikae. Venye alikuacha huko intact. Niko intact. Intact. Hiyo ni ukweli. Nilichukia usherati. Intact. Yes. No no. No contamination. No. What are you waiting? Si nikuishi tu kwanza vile tuliwachana, aliniwacha na 3 children. Nimewalea au wawili wameoa, nimebaki na huyu mdogo. Sasa yeye yako na mtu? Alikuwa na mtu lakini that woman died. You killed. Sijui. Hapana, mimi sikumuua. Maombi. Ninatenganisha, ninavuruga, ninaangusha katika jina la Yesu Kristo. Na pia huyo
alikuwa ni bibi wa mtu. They met at the office of work. He was working with Kenya Power. The woman pia working with Kenya Power. The husband to the woman working with Kenya Power. So the woman left the husband. Sasa unataka bwana yako arudi ama unatakaje? Nataka arudi lakini nataka arudi lakini iko kitu iko ndani siamini. Alinitesa pastor. Mpaka hata Can you forgive? Yeah, I can forgive him lakini imekataa kuingia hiyo msamaha. Sasa wacha tuitishe hii msamaha. Tuitishe tu msamaha. Msamaha kuja in the name of Jesus. Receive msamaha. Imekuja. Ndio hiyo imeingia. Msamaha imeingia. Sidio? Yes. Inawaka mwangaza kama ya toshi. Mkono yako? Ikaanza kuwaka mwangaza? Mwangaza kubwa. Nikaambiwa nimulike watu. Na kuja wamulike. Kuja. Yani mkono ilikuwa mgonjwa, lakini sasa imekuwa tochi. Imulike nini? Mulika mwisi. Hebu mulika. Wamulike. Inamulika. We, bado nataka kukufa? Mami, you still want to die? Imeenda. Si unaona? Sasa mambo mingi ikuagi ati iko. Mambo mingi inakuaga ni shetani amekuweka hiyo kitu. Sasa wewe utaanza kuongea. Si yeye alikuwa anaongea, ni shetani. Huyo mama alinitumia message, aliniambia nitaenda, nimemwambia enda. Katika jina la Yesu wewe ndio utakufa, mtoto hatakufa. Akasema, "Ai, ni ndio kwa." Mami, tuambie sasa, simama tu kwa miguu yako. What is the matter that you are here? Okay. Niko hapa kwa sababu kule nimetoka. Na si ati nina guess, juu mimi mwenyewe nimeona babangu akitupeleka tukiwa wadogo kwa mganga. Kwa waganga mara mbili mpaka ikakuja wakati nikakosana naye wakati nilikuwa mtu mzima, nika realize there is a true God. Babangu akituambia twende ushago nikakataa. Nikamwambia mimi siendi ushago, juu tukienda ushago unatupeleka kwa waganga, and I know there is a living Jesus. So mimi life yangu nimekuwa nikiona it's a merry-go-round, and behind me I know very well ile kitu inanisumbua niko tulipelekwa kwa waganga. Because in our family mali nimezaliwa, my cousins, mi peke yangu ndio marriage yangu ilianguka. Wewe peke yako? Mi peke yangu. Kwa sababu ulikataa amri za waganga. Alafu tumelelewa kwa Catholic Church. Wakati nilitoka Catholic nikaingia Pentecost, because kwetu mimi peke yangu ndio niliokoka. Alafu mamangu akaokoka, ndugu zangu akaokoka. Babangu kila saa alikuwa akiniambia toka kwa kanisa ya Pentecost rudi kwa Catholic, ama uende hizi SK utoke Pentecost. Mpaka babangu akikufa alikufa akiniambia nitoke Pentecost. Sasa wewe ulienda ukachukua madhabahu, ukaenda kubomoa madhabahu ya baba yako na haujui. Alafu marriage yangu venye ilivunjika, mi mpaka kwa family kule bwanangu anatoka na kule situ mimi natoka, wanasema but Nelly, marriage yako ndio tulikuwa tunadmire, your husband loved you so much, wewe ulikuwa unampenda sana, how come marriage yako imevunjika? Alafu the same watoto wangu na both 3 boys, my first born and my second born akashikwa na akili mbaya. Hiyo wangea peke yake ako tu kwa nyumba. First born akiingia kwa banki, wote wawili wako kwa banki. Alafu it's so sad pastor, naangalia watoto wangu, my first born, my second born wako kwa banki na ni wakubwa, washamaliza form 4. After form 4 hata certificate zao za shule baba yako kushughulika kwa chukulia, akaenda kaanza nyumba nyingine. Hiyo nyumba nyingine ako na watoto 4, ashughulikangi na watoto wangu. Nime struggle na watoto pastor. Huyu wa mwisho alienda university just this year, early this year. Huyo ni mimi nimeshughulika na yeye pastor. Nikipata kazi mimi pastor mwenga na bahati kupata kazi. Nikienda kwa kazi boss wananipenda. On the second year the same boss wala alinipenda the first year. Wanakuwa against mimi. The current place mali nafanya kazi
boss ananiambia, Nelly, I'm so disappointed with you. Na unapata I'm so dedicated kwa kazi yangu. Mupatanga kazi nzuri. Boss, suddenly tu watu wanaanza ku against mimi. Napewa team nianze team, nikianza Sasa shida ya huyu mmoja tu. Shida ya nani? Ya huyu. Baba yake ako na madhabahu ya uchawi na uganga. Sasa na yeye huyu ameokoka. Ameenda na kiokoko kiake, ameenda kuchallenge madhabahu kwa mji. Na mzee ako na madhabahu na inasimama. Na kuchallenge kwa huyu ameenda kuchallenge, amechallenge bila kuinua madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the main problem. Ndio unapata inakurushia rejection, inakupiga because you are still under your father. Who has an authority. Tumesikia an altar is an authorization. Now an authorization imetoka ya kukuhagaisha wewe. Kuhagaisha watoto wako. Watoto niletee. When Tuesday. Is it possible? Yeah, I can bring them. Naweza nikamwambia tukuje but ni watu wazima. Sasa kama huyu katikati uangana kichwa mbaya atakangi kusikia ati nikimwambia twende mahali cause kuna wakati nilimpeleka rehabilitation. Pastor mimi huyu kijana nilikuwa nalipa 45,000 shillings per month. Akatoka rehabilitation akarudi akakuwa tu the same bado. Huyu sasa utanilipa pesa ngapi per month? Utanilipa pesa ngapi per month? Wewe ulipa. Nitakaa na hao siku 3. 3 days. Utanilipa ngapi? Ulisema ulipa. Ndio kama na wamekuja huko. Wamekuja kule kwa free. Simama tena. May God forgive you. Sasa leta shika hii mkono yangu. Nataka kukupatia nguvu. Shika na mikono miwili. Shika na mikono miwili vizuri. Na kupatia power ya kupigana na madhabahu. Madhabahu ya mababa inaitangwa altars of the fathers. Ndio hiyo inabomoka sasa. Ndio hiyo inabomoka. Amen. You must have that power, the backing. Yes, mommy, can I talk to you? Yes. Simama tu hapo. Ama nataka kuja huko. Kuja tu. Hasa tiapie. Bwana asifiwe. In my life, I have suffered rejection. Hata kazini, kwa biashara. Nikianzisha for the first months inafanya kazi. Halafu after that inakataa kabisa. I'm a gospel musicians, nimetoa 4 albums. Na hakuna hata moja. Nimejaribu hata kupeleka kwa media karibu 7. Hata YouTube haishiki. Hata YouTube haishiki. Pia katika kuingia kwa YouTube. Pia katika doa. There was a time to divorce na my husband for 2 years. Sasa amerudi. Nikarudi. Saa hii nasikia I hate him kabisa. Kabisa. Nasikia kutoka niende sasa kabisa. Na hiyo ndio inanisumbua. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Nisaidie. Thank you. Kuja. Tengeneza kajia hapo sasa. Kuna mdada ako nyuma yako. Yes, mdada. Ulikutana na mawe, jiwe. Yeah. Umejaribu kupenya hiyo jiwe, imeshindikana. Mimi Apostle, ni mimi tuliongea na wewe na simu. Ukanitumia message. Ukaniambia, ukanielekeza vile nitakuja. Sasa vile nilikuja sikuwa najua mbali and then sasa nikarudi.
Sasa vile nilikuwa nimeketi pale, ninaona nitasaurika. Na nikasema it is my time now. Ni lazima nisimame. Pigia Yesu makofi. Yeah. Sababu nilipokuwa wengi. Na mama alikuwa anagawa chakula. Nikiwa pale kwa kona kama hali nilipia huko na ukombozi wangu. Hallelujah. Apostle mimi ni muimbaji. Na Aziedi. Nimeweka kwa YouTube. Just siko na 2 months. Asiendi. Hebu imba moja. Imba moja. Inaimba de domba ya ihiga. Endelea. De domba ya ihiga. Diga lolokaga. Nini mwana hinya. Wode Jehova niwe kuga. Imeenda. Amen. Ishaenda. Amen. Ndio hiyo. Imeenda. Unione. Tuesday ukuje. Mkitaka kuniona nzuri, kuja mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kukuja saa 4 wakati nimeanza ibada. Kuja mapema saa 1 na kuaga hapa. Wakati mwingi mimi nalala hapa. Kuja saa 1, kaa hapa, kampu hapa. Na unakuja na kikombe ya chai. Wacha kukuja tu kama umekauka. Hebu kila mtu ashike sadaka yake. Ndio tulirisi wale wanataka kuenda, tubaki na wale wanataka kuniona, tukabiliane na mapepo. Si ndio? Kila mtu ashike sadaka yake nzuri. Nimesema nini? Hii ni hapa, this is an arena ya kudestroy altars. So when you come here, usikuje na sadaka, usikuje na offering, unakuja na sacrifice. Na nyumba ya Mungu haiendagu mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama utapata whatever small you get, come with it. It will help you to change your life. Mrebo, what's your name? Yeah? Purity. Brits. Brittany. Brit. Pretty. Pretty. Ni mrembo kweli. Yeah, where do you come from? Where I stay or my Yeah, where you stay? Langata. Where people live or where prisoners Langata kuna vitu vitatu huko. Kuna watu wanaishi huko wako hai, kuna watu waliokufa wanaishi huko, na kuna watu wako jera huko Langata. Sasa lazima utofautishe. Utuambie uko jera, uko wapi? Lakini naona you are beautiful. Come. Yes. What do you do for a living? You're still in school? Yes. Which is school? You came with who? My mother. Where is she? Mom. Wonderful. Yes. Good. God will bless you. I don't know. I'm seeing a huge. Naona kimutu kikubwa. CEO kikubwa kimutu yani. Najua wale wamama wanakuwa kama CEO wale wanaingia kwa ofisi wamevaa tu tumekaa hivi wanakanyaga. Yani akiingia tu unakuta staff wote wamenyamaza, wanajua CEO ameingia. I'm seeing that CEO. A huge personality. All the time nimepreach hapa naona a huge personality, and you're not a local person. You are an international person. Just connection zinaingia tu hivyo. Lakini uchuge sana. Kuna watu wanajaribu, either wanajaribu kama ama wamekuwa already wamejaribu, wanakutumia tu message. Unaona? To message. Like, how are you? Hi. Alafu kaka kidogo mwambie I'm good, yes. Alafu kaka kidogo unaona ametuma kapicha, si ka pleasant, ni kapicha yani kana aibu huwezi taka mama yako aone. Si ndio? More especially this girl mwenye anakupenda sana. Si unaona? Your buddies.
Sinaona kuna mmoja hapo anataka kukurikuruti kwa sababu yeye anafanyaka tabia baya. Anasema uko mrembo sana na ni msichana. Sinamuona? Unamuona? Achana na yeye. Mburoko, enda mburoko. Nataka microphone yako. Yani ni friends lakini ni friend ambaye si friend. Na hajamshika lakini wanamrushia tu kamaidi kadogo. Hi, babe, hi. Hi. Sasa utajikuta hi. Naingia TikTok unaanza kutumia tu vitu vingine TikTok. Ukikaa kidogo unaanza kuna kapicha kingine umetumiwa kingine unaanza kuona andai. Unaanza chuga huyu mtoto sana. She is your future. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika sadaka yako. Simama tu juu, ushike sadaka yako. Tuiombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu na tunakushukuru. Asante kwa ibada hii ya leo. Asante kwa zaka hizi na fungu za 10 ambazo wamezilete. Ukawabariki na ukawasaidie na ukawaelekeze katika njia mzuri. Ulituambia tukitoa utatufungulia milango na madirisha. Baba, natumana ukatufungulie milango na madirisha ya baraka. Tukainuliwe na tukabadilishwe maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Sasa lete sadaka yako uiekelee hapa kwa madhabahu. Uiite sacrifice, usiite sadaka. Uiite sacrifice of that which hiyo madhabahu unataka ivunjike. Wekelea tu hapa. Hata kama ni 10 bob wekelea hapa. Na noti unaikujua, msikujage noti kama mama wa soko wagekoba. Noti unaiweka hata kama ni ya 5 bob, weka something, ujivunie. That is what God gave you. Unajua mmezoea kule mnaitisha kwa paybill ni ile. Paybill ni 247 that is equity. Account number it is 239 555. 239 555. Account number is 239 555. Na business number is 247. That's the business number. Then we have the account number 239 555. Wekelea tu hapo, wekelea tu. Just please. Anything, sio lazima ulete pesa. Hata unaweza kuleta hata kijiko, hata fork inaweza kukubadilishia maisha yako. It is not a must you carry money. Unajua tumemonetize kila kitu. Tunauza miracle, tunauza kila kitu. We are spending a huge money. It is not must you give money. You can give anything that God has spoken to you that you give. And God will change your life. Keyboard. Thank you. Mami, how are you? Wewe ndio ulipatia na shati? Oh yes, na wangoja tu leteni. Belita. Sasa nataka tuimbe wimbo moja ya kuworship, tujipeleke mbele za Mungu. Na wale wangetaka nataka tufunge ibada, mkunywe chai alafu nitarudi na ibada ya deliverance for 1 hour. Lakini kunyweni chai kwanza nipumzike kidogo. Alafu sasa because I want to touch every one of you mwenye anataka amekuja kwa deliverance, ndio? But if you want to go, for the one that want to go, you are free to go. Hamjafungiwa. For those who want to remain behind for deliverance, mtakunywa chai kwanza, then we shall be able to move forward. Bwana asifiwe sana. Mpigieni Yesu makofi. But before that, simama tu, kila mtu asimame kwa miguu yake. Before that, uko mahali hapa and you feel you need Jesus Christ in your life. Inua mikono yako juu. You feel you really need Jesus Christ because this has become Najua mimi napenda watoto sana. I love kids. I really love kids. Yes.
Thank you. Kuna wengine nasikia, kuna wengine watatu mko hapo. Unasikia utoke, unasikia usitoke, unasikia utoke, unasema mimi niliokoka lakini wokovu yangu ni kama ilianguka, unasikia utoke, unasikia nisitoke, unasikia utoke. Sasa toka. Sasa alikuwa anasikia utoke, unasikia usitoke. Unasikia utoke, unasikia utoke. Mmoja amekuja, mwingine akuje, watatu, wengine wawili. Unasikia utoke, toka tu kwa sababu this is your time. This is your time. This is the time God is meeting you. This is the point of contact with your God. This is the time that He will change drastically what you have been. Will change what you will become. This is the time that God is lifting you for a drastic change. This is the time that you are being disconnected from the forces of darkness. This is the time that you are being lifted from all the powers that have always been curtailing you. In Jesus' name, come. Pandeni, kuna wengine wawili. There are two more. Come. There are two more. Yes, two more. Just kuja. Wacha kuwaste time, kuja tu. Mimi najua, mimi nakuona. I know mpaka jina yako. Kuja tu because the devil is holding you. Na leo ndio blessings zako zimeachiliwa. Lakini shetani anakuzungumzia na kwambia, sasa watakuchukuliaje na unajulikana unaitaka kanisa? Si unaitaka kanisa? Na unataka kwenda kupeleka kufanya nini? Kuja because unaitaka kanisa but you are not saved. Kuja. Wewe kuja. Ni wawili, wamebaki wawili. Two people. Mudada mmoja na mboi mmoja. Yes, mudada. Na huyo mudada anajaribu tu, yani mguu yako ni kama umeshikwa. Hebu tuseme in Jesus name mguu achiliwa. Sema in Jesus name mguu achiliwa. Haya, kuja. Mpigie makofi ni huyo mudada. Nasikia kuna mwingine ni muyang Muslim. Kuja. Nasikia kuna mwingine muyang lakini ni Muslimu kidogo hivi kiasi tu. Si Muslimu sana. Sasa msianze kuangalia ati huyu ndio Muslimu. Si Muslimu sana. Yes. Kuja. Karibu. Ni nini mguu tena imefanya? Sema mkwambia alikuwa ameshikwa mguu. Alikuwa ameshikwa mguu. Kuna mwingine tena Muslimu tu. Come. Wewe ninaongojea. Kuna uponyaji. Kuna healing inakuja kwako. Wewe ambao umebaki hapa. You have a problem in your body and God is setting you free today. It is something that is in your family. Come, I'm waiting for you. Kuja, wewe ndio nangojea. Chap. There is healing. There is power. Somebody to sing that song. There is power. There is power. Yes. Twimbe. Ni huyu. You are healed. Yes. Twimbe. Precious blood of the Lord Jesus, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. There is power. Wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. There is power. There is power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. There is healing, wonder-working healing in the blood of the Lord Jesus. There is healing
pole. Imba vizuri. Twende pole pole. Twende pole pole vizuri. Hiyo wimbo ni powerful sana. Hebu ongoza. Do you know it? Yes. Yeah, ongoza. There is power. Mnapelekana na yule? Eh? Haya, enda. Wonder working power, blood, precious blood of the Lord Jesus. There is power, oh wonder working power in the precious blood of the Lord. There is power, oh wonder working power in the blood, precious blood of the Lord Jesus. There is power, working power in the precious blood of the Lord. Sema Bwana Yesu. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Mwana wa Mungu. Unisamehe dhambi zangu. Unifute kwenye kitabu cha mauti. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Kutoka siku hii ya leo nitakutumikia. Wewe shetani, hauna nguvu wala mamlaka katika maisha yangu. Sitakutumikia tena. Nitamtumikia Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Sema asante. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na ukaumba dunia. Tumesimama kwenye madhabahu haya nikikukabidhi watoto hawa ambao wamebadilika, wamekuja kwako wakikutarajia na wanajua kwako watapata kila kitu. Kutoka leo ninawatenganisha na madhabahu ya nyumbani, madhabahu ya mababu, madhabahu ya wachawi, madhabahu ya warogi, madhabahu ya umaskini, madhabahu ya usinzi, madhabahu ya usherati. Ninawatenganiza kutokana na aina yote ya magonjwa. In the mighty name of Jesus Christ, I set you free. I set you free. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. I set you free. In the mighty name of Jesus Christ. Come. Witchcraft, come. Witchcraft. Uganga. Toka in the mighty name of Jesus. Toka. Kuja hapa. Out. I command you. Toa maagano. Remove every covenant. Alice, remove every covenant. Toa hizi vitu. Remove. Toka. Toa hizi. Kule mliweka toa. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Toa zote. Kule mlificha toa. Toa zote in the mighty name of Jesus Christ. Toa yote. Toa. Beba mizigo yako. Beba. Toa. Kule kwa fungua yeye. Toa yote. Toa. The mighty name of Jesus Christ. Toa. Remove everything. Toa kila kitu. Toa yote. Weka chini. Mlimroga na pesa, toa, weka chini. Fungua yeye, fungua pesa yake. Sasa unaona? Huko ndio walieka pingu. Sasa akitoa mdomo, akizungumza, it will happen. Alafu hivi ndivyo pesa yako imefanywa. Ni kabisa. This is how your money is. Na ndio alimfuga nayo.
This is how it is. Look here. This is 2 pieces of money. So pesa moja inaenda, unapata mshahara lakini mshahara yako haikusaidii. Unafanya biashara lakini biashara yako haikusaidii. Because your money is not complete. Out. Mfungue vifungo zote. Fungueni vifungo zote. Mfungue zote kule mlimuweka. Toa zote. I command you in the mighty name of Jesus Christ, remove everything. Toa zote. Bow down. Bow down. I command you in the mighty name of Jesus Christ, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, you are delivered. This is a stronghold. This is what? A stronghold. Pesa zenu zote zimeachiliwa, sema amina. Amen. Oh. Pokeeni pesa zenu. Amen. Pokeeni biashara zenu. Amen. Pokeeni kazi zenu, ndio hizo. Simeona amefunguka. Yes my brother, how are you? How are you? What's your name? Where? Elisha Wadeli. Yes. Ulikuwa wapi? How are you here? Ni kama kuna mtu nilikuwa nimekuja kutafuta. Kuna mtu nilikuwa nimekuja kutafuta. Wapi? Kuna mtu ulikuwa umekuja kutafuta wapi? Hapa. Ako wapi? Sijamuona. Pesa yako ilienda wapi? Mimi kwanza nilikuwa pastor. And watu wa Freemason walikuja. Wakanipata nilikuwa nafanya deliverance. Wakaniambia niachane na hiyo kitu ama waniue ama nione venye watanifanyia. Wakashindwa mimi kuniua. Wakachukua kazi zangu zote zikaisha, familia. I lost everything. And finally nikaanza hata kukunywa pombe, nikatoka kwa wokovu. Yaani ulikuwa pastor? Yes. Ulikuwa unafanya nini? Yes, nilikuwa nafanya kazi ya kukrade nyumba. Pastor. Kwa pastor nilianza huduma yako ulikuwa unafanya huduma gani? Deliverance. Watu wa Freemason wakakuja. Wakakwambiaje? Wakaniambia kwa ndoto ama physically? Mmoja alikuja physically, mwingine akakuja kwa ndoto, huyo mzee. Akakuja na mwingine bado alikuja safari ngapi? 3. Na mmoja sasa kwa ndoto hata sikuwa nimelala kabisa. Tulikuwa kwa stairs tukipanda hivi, akaniweka pengo hii. Akaniweka pengo hii mkono. Kwa stairs. Na akanifungilia hapo na akaenda. Physically? Hapana, hiyo kwa ndoto. Sasa akakuweka pingu kwa stairs. Na akaenda. Sasa huyo mwingine alikuja akaniuliza, wewe unajifanya na hili aje? Acha na hivi vitu. Kuja tukuonyeshe njia. Na kwa sababu mimi nilikuwa strong, nilikuwa siwezi saliti imani yangu. Nikakataa. So kutoka hiyo wakati mambo yangu ikaenda hivi, ikaisha, kila kitu ikaisha. Sema nimefunguliwa. Freemason. Yes. Muite Freemason. Freemason. Nimefunguliwa. Nimefunguliwa. Illuminati. Sema Illuminati. Biashara yangu iko huru. Kazi yangu iko huru. Ndoa yangu iko huru. Huduma yangu iko huru. Yes, from the, kuna tena kwa ndoto. Nikaona mmoja amekuja amenipiga risasi. Ile ya ukweli nikaona imeingia kwa kichwa. Ile ya ukweli. From that moment nikakuwa mwenda wazimu. Nikaanza kulala kwa kichaka. From that moment ukaanza kulala kwa kichaka. Lakini risasi iligongwa. Risasi niliona risasi imeingia. Naona? Ndio nawaambia mkuje mkae chini niwafundishe. These things you cannot know by miracle seeking. Leo uko kwa Waruinge, kesho uko kwa Ng'ang'a, kesho uko kwa Ezekiel. You will not learn
You need to sit down, I teach you. Mimi niko na experience, huyu mzee ako na experience. This is a pastor. Na utakuwa ukihudumu kanisa. Amen. Amen. Utahudumu hapa. Hapa ndio kiboko ya Freemason iko. Yes. Mimi nilienda huko na nikachoma. Hata kama sikufaulu kuchoma, lakini niliweka kiberiti. Joro. This is my son, kuja salimia watu. Huyu ndio ule mdogo kabisa. Wasalimia. Hi. Hi. Praise God. Mungu awabariki. Asante. Sasa mkiuliza naonyesha nanga watoto wangu wengi. Haya. Yes, wakati tu nilirudi nomo. Nikaanza nikakuona kwa YouTube. Nikaona ukiongea. Wakati nilianza kushare hizo vitu zako na nini. Nikitoka mahali nikapatana na wakora. Ile simu tena wakabeba. Wakajua huyu atajua kupitia kwa simu. Brother come. Sema Bwana Yesu. Ni set free. Kuja. Sema Bwana Yesu. Nisaidie. Nijinasue kutoka kwa hii shida. Ninasue. Nifungue hii minyororo. Yes. Tuendelee. Sasa wamekuwa tu wakinitrace. Simu ikaenda. Haya. Alafu nikishika tu pesa hata ikiwa tu ni kidogo hivi. Niweke kwa hii mfuko. Nasikia ni kama mdomo tu inatafuna. Sasa unasikia ni kitu inatafuna? Na ninaisikia kabisa, nisikia inatembea inatafuna. Na ni wakati nimeweka tu pesa. Sasa ulikuwa na pesa leo? Mimi leo sikukuwa na pesa. Hauna hujakuwa na pesa? Mimi nilikuwa na shilingi 20 yenye nimetoa hapa sadaka. Sina kitu kingine. Sina pesa nyingine. Alikuwa na shilingi 20 yenye ametoa hapa. Lakini nikitoa pesa, kuna wakati tena nilitoa pesa kwa mfuko. Kapata pesa imeraruka. Lakini unasikia kuna kitu kanakula. Sema hiyo kitu inakulanga pesa yangu. Hiyo kitu inakula kutoka leo. Kutoka leo. Haitakula pesa yangu. Haitakula pesa yangu. Hiyo kitu inakulanga biashara yangu. Kutoka leo. Haitakula biashara yangu. Hiyo kitu inakulanga ndoa yangu. Kutoka leo. Haitakula ndoa yangu. Haitakula ndoa yangu. There is something mtumishi. Tusi maskini. Tusi maskini. Hawa. Tusi maskini. Amen. I know that. Hebu nyamaseni, wacheni kiberebere. Sema. Tusi maskini. But there is a spirit. Inayotembea kwa watu usiku. Kwa usiku? Usiku. Yeah. Inakaaje? Hii spirit ni evil spirit ya umaskini. Ya umaskini. Yeah. Na watu wa Freemason wametengeza mapepo fulani ya kuleta umaskini kwa Wakristo, ili Wakristo wasimjue Mungu wao zaidi. Kwa sababu wakipata pesa na watajirike, watamjua Mungu zaidi. Hivyo umesimama sasa hivi. Yes. Ebu achilia utajiri hawa watu. Amen. Nimetabiria kila mmoja aliye mahali hapa katika jina la Yesu. Yes. Chochote ambacho kimeriwa, ndio. Spirit yote ambayo imeachiliwa kwako mbaya, ndio. Na iachilia baraka katika jina la Yesu. Amen. Anasema ya kwamba mapepo yaliyotumwa kwako, nguvu za giza zilizotumwa kwako, zote zimeshindwa katika jina la Yesu. Na achilia baraka. Na achilia kushinda. Na achilia kufaulu. Na achilia utajiri. In the mighty name of Jesus Christ. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, kutoka leo. Wewe Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, from today I'll work for you. In Jesus' name, receive the power from heaven now. Receive a special anointing.
Pokea nguvu mpya sasa. Jesus' name. Pokea nguvu mpya sasa. Jesus' name. Pokea nguvu mpya sasa. Jesus' name. Yes. Jesus' name. Funguliwa sasa. The man is free now. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus Christ. Nimeteseka sana, Apostle. Nimeteseka sana. Sana. But nimesikia mzigo imetoka kwa Imetoka. Amen. You are free. Yes. You are free in Jesus name. Yes. Urudi ukuje ukae hapa. Yes. I will mentor you. Yes. Na nitakufungulia kanisa Githurai. Hapo. Yes. Nitakufungulia kanisa. My brother. What's your name? Dan. Dan. Yes. You are Dan. Daniel. Daniel. What's wrong? Haujui? Haujui? Unajua? Unajua? Unajua nini? Kuja hapa. Unajua, si ndio? Unajua nini? Ama niseme? Unataka niseme? Niambie. Na sasa? Vitu chafu bado unaona? Zimeenda? Naona vitu chafu. How are you now? What's your name? Daniel. How are you? How are you? Sir. Are you okay? Yes. What's wrong with you? What are you seeing? Unaona nini? Alikuwa anaona vitu chafu. Oh my God. Tutaendelea na deliverance, and may the grace Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Tutakaa chini, mpatiwe kikombe ya chai, nipumzike kidogo, tutarudi. Wale kama you are through, you are free to go. But if you are not through, nitarudi hapa tena. I have to deliver you. Yes, wewe unaweza kwenda Nakuru, you okay? Uko sawa? How are you feeling? Unaumwa na mgongo? Wapi? Hapo. Leta mkono, rudisha mkono yako nyuma tu. Hivyo. Yes. Oh, mgongo itoke, mgongo iende. Ndio hiyo inapona. Imepona. Hizi ni za pesa ya Freemason, wanafanyaga hivi. Thank you.